Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo tulivu kilichokuwa pembezoni mwa msitu, aliishi mjane mmoja pamoja na binti zake wawili. Yule mkubwa aliitwa Clarice, naye alikuwa mfano kamili wa mama yake, mkorofi, mwenye maneno makali, majivuno na mwenye kujiona bora kuliko mtu yoyote. Mdogo wake aliitwa Marianne. Alikuwa mpole, mvumilivu na mwenye moyo wa huruma kama marehemu baba yao. Nyumba yao ilikuwa ndogo na ya kawaida, kuta zake za mawe zikiwa zimefunikwa na mizabibu ya porini. Pembeni kulikuwa na bustani ndogo ya mimea ya dawa na maua ambayo Marianne alikuwa akiitunza kila siku. Ingawa hawakuwa na mali nyingi, hewa nyumbani mwao ilijaa harufu tamu ya rosemary na timi, na jua lilipokuwa likizama juu ya vilima, nyumba yao ilionekana kung'aa kwa mwanga wa dhahabu. Lakini licha ya sifa zote hizo, ndani ya nyumba yao kulijaa migogoro, kwani mama yao alimpenda sana binti yake mkubwa, tena upendo uliopitiliza, kiasi kwamba hakuwahi kuona kosa lolote lile kwake. Clarice alielekezwa kupita kiasi, akisifiwa kwa kila neno, akitetewa kwa kila ukatili aliofanya. Alivaa nguo nzuri za hariri, utepe na mapambo mazuri kuliko Mariana yeye alivaa nguo mbaya zilizoshonwa kawaida tu. Alifanya kazi zote, alienda kisimani kuchota maji, alifua nguo, kupika, kusafisha na kuchochea moto wakati wa baridi. Sauti ya mama yake ilikuwa kali kila alipomwongelesha. "Acha kuota ndoto Mariana. Hutawahi kuwa kitu chochote zaidi ya mtumishi ikiwa utaendelea kuwa na kiburi." Lakini Mariana hakujibu. Alijifunza zamani kuwa upole ndio silaha pekee itakayoweza msaidia. Siku moja ya kiangazi, jua lilikuwa kali mno na hewa ilijaa joto. Mjane aligundua kuwa maji yote yameisha nyumbani. "Mariana, nenda kisimani mara moja. Kisima kilicho msituni ndicho kina maji matamu zaidi. Chukua mtungi mkubwa na usichelewe." Kisima hicho kilikuwa umbali wa karibu maili moja, njia yake ikijaa nyasi kavu na miba. Lakini Mariana kusema chochote, alinyanyua mtungi, akafunga kitambaa kichwani na kaanza safari. Anga lilikuwa zito kwa joto na kelele za ndege zilizojaa njiani, huku miguu yake ikitimua vumbi la njia. Alipofika kwenye kisima cha mawe, mikono yake ilikuwa ikitetemeka kwa uchovu. Akachota maji, akijaza mtungi na kukaa pembeni kupumzika. Ndipo aliposikia sauti dhaifu ikisema, "Mwanangu mpendwa, unaweza nipatia maji ya kunywa na uninyweshe kidogo?" "Oh, bila shaka mama. Lazima utakuwa umekaukiwa sana katika joto hili," Marianne alijibu kwa upole. Kisha akaweka mtungi wake chini, akachota maji mapya, akauosha vizuri na akamnywesha yule mzee kwa heshima. Mwanamke yule alikunywa pole pole kwa shukurani. "Oh, wewe ni mwenye huruma sana mwanangu. Si wengi wangemtumikia mgeni kwa moyo huo." Ni jambo dogo tu mama. Nilikuona una kiu na mimi nipo hapa." "Hapana, si jambo dogo mtoto. Mioyo safi kama yako ni michache sana, inayofanya mema bila kutaka malipo." Macho yule mzee yalionekana kung'aa kwa hekima ya ajabu. Akainuka pole pole na ghafla sura yake ikabadilika. Hakuwa tena yule mzee, bali malaika wa msituni, aking'aa kama mwanga wa mwezi. "Oh, samahani, sikujua wewe ni nani." "Hujafanya kosa lolote mwanangu. Umeonyesha moyo safi. Kuanzia leo kila neno utakalonena litakuwa baraka kwa ulimwengu. Maua na vito vitatoka midomoni mwako kuonyesha wema ulio ndani yako. Chukua zawadi hii kutoka moyoni mwangu. Kila utakaponena maneno yako yatazaa maua na madini ghali, ishara ya uzuri wa moyo wako. Lakini kumbuka, nena kwa uangalifu." Kabla Marianne hajapata maneno ya kumshukuru yule malaika, alitoweka kama ukungu kwenye jua. Bado akiwa anatetemeka, Marianne alinyanyua mtungi wake na kukimbia nyumbani. Alipofika, mama na dada yake walikuwa wakimsubiri kwa hasira. "Hatimaye umerudi. Ulilala kisimani? Nipe hayo maji haraka." "Samani mama." Aliposema hivyo tu, almasi na maua mazuri vilianza kutoka mdomoni mwake. Mungu wangu! Almasi, maua! We mtoto wewe, umezipata wapi hizi? Mariana alijikuta akijibu, huku almasi, dhahabu, lulu, yakuti na maua mazuri yakidondoka kutoka midomoni mwake. Sakafu ikang'aa kwa mwanga wa vito. Clarice akapiga kelele, "Mama, mama, mtoto wako atakuwa karogwa." "Karogwa?
Hapana, hii ni bahati. Bahati imekuja nyumbani kwetu. Mariana akasimulia yote yaliyotokea kisimani kumhusu bibi kizee mwenye kiu, na kila neno lilosimulia likazaa zaidi ya vito. Mama yao akakusanya kwa pupa ndani ya kitambaa chake, huku akitafakari utajiri utakaokuja mbeleni. Baada ya kukusanya vito vyote, mama akamgeukia Clarice. Clarice, lazima nawe uende kisimani mara moja. Ufanye kama mdogo wako alivyofanya ili tuwe matajiri mara mbili. Clarice hakupendezwa na maneno ya mama. Wazo la kutembea kwenye jua na kuchota maji kama mtumishi lilimkera, lakini alipoona rundo la almasi mezani akabadili mawazo. Sawa, nitafanya hivyo ikiwa itakufurahisha. Kuwa mwenye adabu, zungumza kwa upole na mwanamke yoyote mzee utakayekutana naye huko. Clarice akaianza safari. Alinong'ona akaendelea jikumbusha njiani jinsi ya kuwa mpole kwa bibi kizee atakayekutana naye huko kisimani. Vumbi lilishikamana na viatu vyake na joto lilimfanya uso wake uwe mwekundu kwa hasira. Alipofika kisimani, alikunja mgongo kujaza mtungi wake wa maji, lakini kabla hajachota maji yale, aliona mtu akitokea pembeni yake. Alikuwa ni yule malaika mzuri, lakini safari hii hakuwa amevaa kama ombaomba, bali kama malkia mzuri wa kifahari. Clarice alimtazama bila kushtushwa wala kuvutiwa naye, yeye akiamini kwamba ni bibi kizee ndiye atoaye tajiri. Habari yako mrembo? Naomba kwa heshima nipate fundo moja la maji. Ishia hapo hapo. Sikuja hapa kuhudumia watu nisiowafahamu. Kama una kiu, chota maji yako mwenyewe. Oh, unawezaje ninyima maji ingali mimi ni mwenye kiu? Ndiyo, ningemnyima yeyote anayeniona mimi kama mtumishi wake. Nimekuja hapa kwa shughuli zangu na si zako. Malaika akasema, basi utalipwa kulingana na ulivyo moyoni mwako. Clarice alipepesa macho kwa mshangao, kisha akatikisa mabega yake. Upuzi gani huu? Aliungumia na kuanza safari ndefu kurudi nyumbani. Wakati huo mama alikuwa katika maombi akimwombea mtoto wake Clarice arudi na utajiri. Tafadhali Mungu, naomba Clarice awe amekutana na yule kibibi. Nitafurahi sana na tutapata utajiri mara mbili. Wakati huo Clarice ndo anarudi nyumbani. Vipi mwanangu? Ulionana naye? Na alisema nini huyo kizee? Nimekutana na mwanamke fulani mjinga, aliniomba maji akijiona ni mrembo kuliko mimi, lakini nilimfukuza. Kabla hajamaliza kusema, chura akaruka kutoka mdomoni mwake na kutoa sakafuni. Kisha mwingine akafuata na mwingine tena, lakini neno lililofuata liliambatana na nyoka akijiviringisha na kupiga mluzi wa hofu. Ni nini hiki? Msitoke mdomoni mwa mtoto wangu, msitoke! Lakini Clarice hakuweza zuia chura hao. Kila neno la hasira lilizaa kiumbe mwingine akiteleza kutoka mdomoni mwake. Chumba kilijaa sauti za chura wakibwatuka na nyoka ukijikunja kunja, hadi mama yake akakimbia nje kwa hofu akilia kwa uchungu. Mungu wangu, nini hiki? Kisha akamfuata Mariana. Haya umesababisha wewe, umemlani dada yako. Hapana mama, si mimi. Toka hapa, umeleta maafa kwa dada yako na kwangu. Ondoka, toka sasa hivi. Mariana alifukuzwa nyumbani. Jua lilikuwa linaelekea kuzama wakati Mariana alipoondoka nyumbani. Alitembea kuelekea msituni, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Lakini hakufika mbali na barabara, gari la kifahari lilokuwa likivutwa na farasi weupe likamkaribia. Lilibeba nembo ya kifalme kwenye mlango wake. Ndani yake alikaa mwana wa mfalme akirudi kutoka uwindaji. Alipomwona msichana akitembea peke yake, alimwamuru dereva asimamishe gari lake. Binti, una shida yoyote? Oh, sina shida bwana wangu, ila huzuni tu. Na aliposema hivyo, lulu na maua ya lilies yakaanza kudondoka kutoka mdomoni mwake. Oh, ni muujiza gani huu? Mwana wa mfalme alishuka kwenye gari na akaanza kuzungumza naye. Lakini sauti ya Mariana ilikuwa laini kama wimbo wa ndege, na kila neno alilolisema lilikuwa zuri sana. Uzuri huu ulionekana kuteka hisia za mwana wa mfalme. Petali zikipeperuka hewani, vitu viking'aa kwenye mwanga wa jua. Mwana wa mfalme alivutiwa sana na binti huyu. Ongozana nami hadi katika ufalme.
baba yangu lazima akutane na binti ambaye maneno yake ni vitu vya thamani. Mariana alisita kidogo, lakini yeye ni nani apinge neno la mwanamfalme? Basi akapanda kwenye gari na wakaelekea ikulu ya kifalme. Mfalme na malkia walimpokea ukumbini. Alipoinama kwa heshima na kuwasalimu, almasi zikadondoka sakafuni. Watu wa ikulu walipiga kelele za mshangao. Macho ya malkia yakajawa na hofu. Ukumbi ukazizima kwa minong'ono. Miujiza gani hii? Hakika mbingu zimekubariki. Mfalme akasema, ni jambo gani lingefaa kwa binti mwema wa namna hii? Mwana wa mfalme akasema, ikiwa utaniruhusu nimoe baba, hiyo iwe zawadi yake. Mfalme alimkazia macho yule msichana kwa muda mrefu, kisha akatikisa kichwa taratibu. Na iwe hivyo. Mwanamke ambaye maneno yake yanazaa maua atafanya ufalme huu usifike. Hivyo Mariana akawa mke wa mwanamfalme. Vazi lake la harusi liling'aa kama mwanga wa mbalamwezi, na popote alipozungumza maua yalichanua kwenye njia yake. Watu walimpenda kwa upole wake, unyenyekevu na tabasamu lake lenye nuru. Lakini kijijini hali iligeuka kuwa ya huzuni kwa mama mjane. Chuki na tamaa yake hakupata faraja yoyote kwenye mali alizokusanya. Vitu vilivyokuwa vimejaa nyumbani sasa vilionekana kuwa butu na visivyo na thamani baada ya binti yake mwenye huruma kuondoka. Mali ya nini ikiwa furaha yenyewe imeondoka? Kuhusu Clarice hakuna aliyethubutu kuzungumza naye. Viumbe waliokuwa wakiruka kutoka mdomoni mwake waliotisha watu wote. Hata mama yake mwishoni hakuweza kuvumilia tena. Umetuletea aibu na mateso, toka hapa, usirudi tena. Mama, tafadhali, kwa nini unanifukuza? Adhabu hii ni ngumu sana. Clarice alikimbilia msituni, akilia na kulaani. Lakini kila laana aliyotoa ilizaa chura na nyoka zaidi. Huko akazurula bila marafiki, bila kupendwa, hadi mwisho akatoweka kabisa duniani. Wengine wanasema bado anazurula katika njia za msitu na maneno yake yanasikika akitoka katika midomo ya vyura karibu na kisima. Kuhusu mjane, tamaa yake ilimgeuza kwa mwenda wazimu. Hazina zangu, vito vyangu vizuri. Aliishi peke yake, amezungukwa na mabaki yaliyofifia ya vitu alivyokuwa ameiba, hadi usiku mmoja wa baridi kali alipokutwa amefariki katika kijumba chake. Miaka mingi ilipita. Chini ya utawala mwema wa mwanamfalme na mkewe wa kiroho, ufalme ulistawi sana. Maskini walishibishwa na mashamba yao yalilimwa. Hewa ya wema ilienea kutoka ikulu kwenda kwa watu wote. Kila wakati malkia alipoongea, maneno yake yalileta mwanga na furaha, kana kwamba uchawi wa zawadi yake ulikuwa umeenea zaidi ya maua na vito, ukagusa mioyo ya wote waliomsikiliza. Umebadilisha nchi hii, mpenzi wangu. Oh, si mimi pekee. Wema huenea kama jua, huchangamsha kila moyo unaougusa. Watoto wao walikuwa katika roho hiyo hiyo, wanyenyekevu, wakarimu na wenye hekima. Ingawa yule malaika mzuri alimbariki Mariana hakuonekana tena, lakini kila mara malkia alihisi uwepo wake kimya kimya, kama harufu hafifu ya waridi hewani. Roho nzuri haigharimu chochote. Uzuri hupotea, mali huisha, lakini roho nzuri itabaki milele. Huu ndio unakuwa mwisho wa simulizi hii. Niambie kwenye comment, nini kilianza kati ya kuku na yai, na kwa nini? Ni mimi msimulizi wako Dulai DJ.